aibu hii? Ndiyo. Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Daudi huyo anazungumza. Nao watu wakamjibu vivyo hivyo wakisema, ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakayemua. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu. Ndiyo. Na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Akasema, mbona wewe umeshuka hapa? Na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Ndiyo. Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Ndiyo. Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile. Na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Ndiyo. 31. Ndiyo. Na maneno hayo aliyosema Daudi aliposikiwa, watu wakamwelekeza Sauli. Naye akatuma mtu kwenda kumwita. Ndiyo. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote. Asizimie moyo mtu yoyote. Daudi anasema kwa ujasiri, anasema asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya Mfilisti huyu. Nitarudia, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Ndiyo. Sauli akamwambia Daudi, uwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe u kijana tu. Ndiyo. Na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. Na alipokuwa akija simba au dubu, akamkamata mwana kondoo wa lile kundi. Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na kinurukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu mchungaji Sarenge, naomba uombe kwa ajili ya neno la Mungu. Mwaminifu Baba yetu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, tazama mbele yako mioyo hii yote inakutegemea wewe, kwa sababu ni Mungu, nawe ni Mungu kweli kweli. Ni Mungu uliye hai. Ni Mungu unayehisi maumivu ya watu wako. Ni Mungu unayehisi mahitaji ya watu wako. Ni Mungu unayesikia maombi yetu. Kwa jina la Yesu Kristo, mtumishi wako yuko mbele zetu sasa kama wakili wako mwaminifu. Amesihi sana umsaidie awe mwaminifu, ili utakapomiliki juu umkumbuke. Likumbuke na kanisa na uliongoza. Roho wako Mtakatifu usimlete kwa kipimo kidogo, bali yafurike na kujaa kiasi cha kusukwa kwa ajili ya huduma hii kubwa. Mtakatifu Mungu aliye hai, mwangalie mmoja mmoja kwa jinsi ulivyo wa ajabu, jicho lako likikimbia duniani kote, ili ujionyeshe kuwa una nguvu kwa wote walionyosha mioyo yao kuelekea kwako. Na leo tuko Ipagala hapa, tukumbuke Bwana wa uzima, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisikilize, nitahubiri kwa kifupi sana. Hapa nimesoma habari ya wana wa Israeli, jinsi ambavyo walikuwa na vita pamoja na Wafilisti. Maandiko yanaeleza kwamba Wafilisti walipanga vita kupigana na Wayahudi, yani wa Israeli. Wakatengeneza vita, na walipotengeneza vita walikuwa na mtu ambaye wanamtegemea. Na huyo mtu ambaye walikuwa wanamtegemea alikuwa ni mtu maarufu mwenye uwezo wa kupigana vita kwa miaka mingi. Maandiko yanaeleza ya kwamba Goliath alikuwa ni mzoefu wa vita. Kwa hiyo alikuwa hana hofu, alikuwa akienda vitani, moyo wake anauachia wazi, anajua ni lazima kushinda vita, ni lazima.
Ni lazima kushinda vita. Hivyo Sauli alipopanga majeshi yake kwa ajili ya kwenda kupambana na huyo Mfilisti au majeshi ya Israeli, majeshi ya Wafilisti, alipopanga vita kupambana na majeshi ya Wafilisti, tayari wa Israeli wakaanza kuingia woga. Wakaanza kuingia woga kwa sababu ya yule mtu ambaye wao Wafilisti walimuita kuwa ni shujaa. Sema amen. Sema amen. Walimuita kuwa ni shujaa wao wa vita. Kwa hiyo hawakuogopa, walikuwa wanaenda. Maandiko yanasema walikuwa wanafanya vita, wanapigana katika bonde la Ela. Katika lile bonde la Ela kulikuwa upande mmoja kuna kilima namna hii, na upande mwingine kuna kilima. Kwa hiyo katikati kulikuwa na bonde. Sasa katika lile bonde ambalo lilikuwa pale, hao Wafilisti wanashuka kutoka kule, wanateremka ili kupambana na Waisraeli. Na Waisraeli nao, mfalme Sauli ameshaandaa majeshi nao tayari kwenda kupambana na yule Mfilisti na Wafilisti wote. Lakini maandiko yanatuambia kwamba wakati walipoenda vitani wa Israeli, waliingiwa woga. Kulikuwa na wakina Eliabu ambao ni kaka zake na Daudi. Na mzee Yese akasema, watoto wangu wako vitani sasa, ninawatuma waende wakapigane. Ninamtuma Daudi aende ili awapelekee efa ya bisi, lakini pia akaangalie wanaendeleaje na vita wanaendeleaje, wako salama ama bado vita ni vikali. Kwa Daudi akaenda, alipofika kule vitani huku amebeba efa ya bisi, akakuta tayari yule Mfilisti ameteremka kule kwenye lile bonde la Ela, anazungumza maneno, anatukana majeshi ya Israeli, anatukana, anadharau, anasema mengi kwa ajili ya Israeli. Nao Waisraeli wakisikia maneno ya Goliati wanaogopa. Wanaogopa. Maana wao wamejihisi hawana shujaa, wamejihisi ni wanyonge. Lakini kijana Daudi ambaye alipeleka efa ya bisi, akakuta Mfilisti anatukana, anadharau majeshi ya Mungu. Daudi akauliza, anasemaje huyu Mfilisti? Wakasema, ndio kama unavyomsikia anatukana majeshi ya Israeli. Daudi akaumia moyo, akafadhaika. Kwa nini majeshi ya Israeli yanatukanwa? Kwa nini Mungu wangu anatukanwa? Ndipo Daudi akauliza, atafanyiwa nini huyu mtu ambaye ataweza kumuua huyu? Ndugu zake wakakasirika, wakasema, huyu sasa anaanza kuingilia mambo ya kivita. Wakamuuliza, umekuja kufanya nini? Kondoo umewaachia nani kule nyumbani? Ukaja kwenye vita, unataka kutuletea matatizo. Lakini Daudi kishujaa akasema, jamani, nimekosa nini? Jamani, mimi mwenzenu baba amenituma kuleta efa ya bisi, lakini siwezi kuvumilia kumsikia Mfilisti anatukana majeshi ya Mungu. Sema amen. Daudi akaanza kueleza kwamba mimi mtumishi wako mbele ya Sauli anaongea, mimi kule nilikuwa porini nachunga kondoo. Wakati nachunga kondoo, simba akija mimi namrukia, namkamata, na mchana akija dubu napambana naye. Kwa hiyo mimi sina hofu kupambana na huyu Mfilisti. Sema amen. Sema amen. Baada ya kusema vile, wakasema, wewe huwezi, wewe ni kijana mdogo, huwezi tu,
vita vitakushinda hivi. Unaona watu wazima hawa wamekaa wote hawa wameshika silaha, lakini Goliati anatisha, ni mzoefu wa vita, hautamweza. Daudi alikuwa na imani. Sema amen. Daudi alikuwa na nini? Imani. Daudi alikuwa na imani. Nataka nikuambie, usiishi kwa kuona, ishi kwa imani. Ukiishi kwa imani, kila kitu kinakaa vizuri. Sema amen. Daudi alipojiona ni kijana mdogo, lakini huku moyoni anamwamini Mungu, akijua ya kwamba Mungu atashuka na atafanya jambo kubwa. Sema amina. 2020 hatuingii kienyeji. Ndio maana tunasema lazima tuanze na Mungu. Na tukianza na Mungu, tunaanza kwa imani. Piga kelele, sema amen. Hatuanzi kwa nguvu zetu, hatuanzi kwa macho ya nyama. Ukiangalia macho ya nyama, unaweza kuona kama ni mwaka utakao kuwa shida. Unaanza kuona sasa labda itakuwaje. Hapana, Daudi alisimama kishujaa, huku anajua ya kwamba Mungu anayemwamini ana uwezo wa kupenya mpaka kwa Goliati. Sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Imani ilisababisha ilete mageuzi katika jeshi la Israeli. Nataka nikueleze kwamba mambo yaliyotokea, Daudi akasema, mimi jamani naweza kwenda kupigana na huyu Mfilisti. Wakati anajieleza Daudi, wao tu ndugu zake wanasema, jamani huyu mtoto tena na kiburi. Unajua mtu anayetumia imani anaonekana kama anajiamini sana. Watu wanasema anajiamini, wengine wanasema ana kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naam, hata tunapotangaza maombi kama haya, mwingine anasema sasa hivi huyu ana uhakika gani? Nakwambia Waebrania inasema hivi, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyofanya nini? Yasiyoonekana. Kwa macho sioni, lakini macho ya nyama, ya rohoni naona uweza, ya rohoni naona nguvu, ya rohoni naona uzima, ya rohoni naona baraka, ya rohoni naona unafunguliwa, ya rohoni naona matendo makuu ya Mungu. Sema amina. Haleluya, haleluya. Mara zote walioishi kwa imani wamefanikiwa. Walioishi kwa imani wamefanikiwa. Sema amina. Naam, hata wakulima wanapofanya kazi, wanapolima shamba, wanalima kwa imani. Sema amen. Sema amen. Kwa imani mtu anaweka mbegu ardhini, halafu akishaweka mbegu ardhini anaona matokeo. Yani baada ya miezi kadhaa anaona matunda. Anasema jamani, jamani ningejua ningeongeza kulima, nikalima mpaka kule. Kumbe mambo yamekuwa hivi jamani. Kumbe jamani, nini? Ametumia imani. Sema amen. Nataka nikuambie, ukiwa umekuja hapa na umewasilisha mahitaji yako kwenye chombo cha mahitaji, nataka nikuambie, tembea kwa imani na umwamini Mungu wangu, Mungu wa Ibrahimu ninayemtumikia. Mwamini huyo leo anaenda kutenda maajabu. Mwamini huyo leo. Nakwambia hata kama umekuja unaumwa, mwamini huyo leo. Huyo mwamini leo anaenda kutenda maajabu. Haleluya, haleluya. Mwamini huyo, maana anaweza. Kwa jina la Yesu Kristo anaweza. Sema amen. Wengine wanaona vita, hawaoni ushindi. Daudi aliona ushindi, hakuona vita.
Sema amen. Alimuona Goliati yuko, lakini akaona ushindi. Hakuona vita, hakuona msukosuko. 2020 unaona nini? Unaona nini? Unaona nini? Unaona nini? Unasema naona mimi nimeona kuumwa. Naona naumwa. 20 naona naumwa. 20 mimi naona sijui itakuwaje. Kama nitamaliza sijui. Nataka nikuambie, ona ushindi. Usione hilo. Usione hayo. Ona kushinda. Sema amen. Yani Mungu anaweza yasiyowezekana. Yasiyowezekana Mungu anaweza. Yaliyo magumu Mungu anaweza. Naam, anaweza. Sema amina. Wakati ule Daudi alipowaambia Sauli akasema, sasa jamani, kijana ameamua. Kijana anasema anaenda. Sauli akamchukua Daudi, akamweka pale ofisini kwake, akamvisha koti, akamvika yale masilaha, manguo mazito ya kijeshi, akamvika. Alipomvika, Daudi alipojaribu akaona, mambo gani haya? Mbona makoti mazito? Siwezi haya jamani. Mbona mazito haya makoti? Haya, jaribu namna hii. Akasema mimi haya siwezi. Akayavua. Lakini akachukua mawe 5. Sema amen. Mawe 5 sawa sawa na huduma 5 ndani ya kanisa. Sema amen. Akachukua mawe 5. Na alipochukua mawe 5, Daudi aliamini ya kwamba katika mawe haya 5 akatia kwenye kombero lake. Akaamini ya kwamba mawe haya 5 Goliati hawezi kukwepa kwa namna yoyote. Sema amen. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen kwa ushindi. Mwambie jirani yako, Goliati hawezi kukwepa mawe 5 haya. Mshike mkono, mwambie Goliati hawezi kukwepa haya mawe 5. Sema amen. Sema tena amen. Nitafurahi kama kuna akina mama wanajua kupiga vigelegele, wapige vigelegele, wamshangilie Bwana. Maana huu mwaka ni mwaka wa kipekee, mwaka wa ushindi, mwaka wa kuinuliwa. Walio chini wanaenda kunyanyuliwa juu, walio wanyonge wanaweza kwenda kupanda, walionekana ni maskini Mungu anaenda kuwanyanyua. Mungu anaenda kuwanyanyua. Ni mwaka wa pekee. Haleluya! Goliati hawezi kukwepa mawe 5, maana yana mkono wa Bwana. Sema amina. Lazima muamini Mungu kwa imani. Nataka nikuambie, Waisraeli walipanga vita. Naam. Na shetani amepanga vita kwa ajili yako 2020. Wafilisi walipanga vita kupambana na Waisraeli. Lakini nataka nikuambie, shetani aliyepanga vita kwako, na wewe uamini ya kwamba kuna ushindi. Sema amen. Waisraeli walipopanga vita ile, hawakupanga kwa imani mpaka Daudi alipokuja. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa mko mnaimba kwenye kwaya, naamini ya kwamba tutarekodi mwaka huu. Wengine wanasema hela yenyewe iko wapi? Tutaweza. Lakini anatokea Daudi katikati yenu, anasema lazima tunarekodi. Lazima tunarekodi. Sema amen. Lazima tunarekodi. Haleluya. Mwingine mko nyumbani mnashambuliwa na wachawi,
mnashambuliwa na magonjwa, muwe mnasema sasa labda tuende kwa mganga, labda tukahangaike tukatafute watu watusaidie. Mmekata tamaa, lakini anatokea Daudi. Sema amen. Daudi akitokea anasema asizimie moyo mtu yoyote, maana huyu Bwana tuliye naye anaweza. Huyu Bwana ni Bwana wa vita. Huyu Bwana ni mshindi. Daudi anatokeza. Nataka nikuambie, kwenye ndoa yako Daudi atatokeza. Kwenye ndoa yako Daudi atatokeza. Kwenye biashara yako Daudi atatokeza. Kwenye kazi yako Daudi atatokeza. Kwenye familia Daudi atatokeza. Jamani, kanisa la Ipagala Daudi atatokeza. Kwenye kanisa la Ipagala Daudi atatokeza. Daudi akitokeza mambo yamekaa. Daudi akitokeza ushindi. Wazee wangu wa kanisa nawaambia, Daudi atatokeza kwenye kanisa la Ipagala. Lazima Daudi atatokeza. Daudi atatokeza. Daudi atatokeza. Unapolia Daudi anatokeza. Ukiwa fadhaika Daudi anatokeza. Ukiwa na machungu Daudi anatokeza. Haleluya. Daudi anatokeza kwenye shida. Daudi anatokeza. Sema amen. Sema amen. Hata anapokuja uelewe. Maana hata Daudi alipokuja walikuwa wanaendelea, wamekaa wanajadili, sasa itakuwaje? Jamani, wanampelekea mfalme maaskari, wale maafisa wa jeshi wanaenda kwa mfalme, wanasema vita ni vikali. Yaani Goliati amechacha, ameteremka na watu, na alafu jamaa lenyewe refu, jitu lenye miraba minne, ana nguvu, alafu ana silaha, ana chapeo ameweka kujikinga, ana mkuki. Yaani sijui itakuwaje. Wanamwambia mfalme. Mfalme anafikiri itakuwaje. Sema amen. Sema amen. Mfalme anawaza, nini kitatokea? Nini kitatokea? Nataka nikwambie, unaweza kuwaza 2020 itakuwaje. Nataka niwaambie Daudi atatokeza. Sema amen. Haleluya, haleluya. Hata kwenye uchaguzi na kutia moyo, usiende kwa mganga wa kienyeji. Daudi atatokeza. Haleluya. Daudi atatokeza. Wakati unafikiri, unasema leo sijui itakuwaje, watu wamejipanga ili kushinda, wataniangusha, usiogope. Daudi atatokeza. Haleluya. Daudi atatokeza. Daudi alipotokeza akaleta matumaini. Sema amen. Sema amen. Mimi nataka nikuambie, wakati tunafanya uchaguzi 2015, tulifanya uchaguzi ilikuwa ni 2015 kama sikosei, tumechanganyikiwa. Sisi wengine tuko makanisani. Baba, Mungu tupe raisi. Mungu tupe raisi. Baba, Mungu tuchagulie. Baba. Watu wamechanganyikiwa. Saa ya mwisho Daudi akatokeza. Haleluya. Saa ya mwisho Daudi akatokeza. Daudi akatokeza. Haleluya, haleluya. Karababo shandare. Daudi akatokeza. Alipotokeza Daudi, jamani, wote watu waliopanga vita wote wakafanya huwa. Wakafanya huwa. Wamekata tamaa. Wanasema haya basi. Haya basi. Haya basi. Nataka kukuambia, Daudi alipotokeza,
Na ndio maana haya mambo unayoyaona ni mambo ya Daudi. Sema amen. Mambo mazuri unayoyaona ni mambo ya Daudi aliyetokeza saa ya mwisho, saa ya kukata tamaa, saa ya kilio. Daudi akatokeza kwa njia ya maombi. Araboboshati kakaka ikanabo saikota karabo shentokai. Daudi atatokeza. Daudi atatokeza. Lazima kushinda vita, tutashinda. Haleluya, 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 haleluya. Daudi akabeba mawe matano. Alipobeba mawe matano, anaenda. Daudi anaenda. Kaka zake wanasema hii ataweza huyu? Hii shauri yake tulishamwambia, na yeye kiburi chake amekuja kuangalia vita. Atakapokufa atajua mwenyewe. Atajua mwenyewe. Atajua mwenyewe. Haya. Mfilisti yuko ng'ambo. Daudi anateremka. Sema amen. Sema amen. Akachukua jiwe moja chapu, akaingiza kwenye kombeo lake. Akaanza kuzungusha. Iya. 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 Mwambie shetani lazima ukipate. Shetani lazima ukipate. Kama ulinitesa, nakwambia shetani utakipata. Utakipata. Akaachia lile jiwe. Alipoachia lile jiwe, Goliath, unajua kote alikuwa ameziba. Kote aliziba. Akaacha kwenye paji la uso hesabu za Roho Mtakatifu ambazo hazikosei. Jiwe likaenda. Nikaangalia huko, asema huko hapana. Nikaangalia hapa, hapana. Kwenye kiuno, kwenye mguu, utamtengua tu, ataleta fujo. Jiwe likaenda. Likaenda likampiga kwenye paji la uso. Ndio maana nakuambia ni lazima tuanze na Mungu. Mwaka lazima tuanze na Mungu. Tuanze kwa njia ya maombi. Tuanze kwa njia ya maombi. Tukiingia katika maombi, ni lazima Daudi atatokeza. Ni lazima Daudi atatokeza. Sema amen. Haleluya. Jiwe lililompiga Goliath, akasikia kizunguzungu. Akaanguka chini. Vumbi linatimka, maana ilikuwa jitu. Watu wasema, jamani, hii jamani, 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 jamani. Hii jamani, mbona hiyo? Jamani. Kaka zake waliomsema, unaliona hii? Nimekuja kuangalia vita. Itapigwa hapa. Wewe shauri yake, ameacha kondoo. Wenyewe wakaanza kucheka. Wanacheka, anauliza, kitu gani kimetendeka? Anauliza, kitu gani kimefanyika? Kitu gani kimetokea? Anasema Goliath amepigwa, amedondoka. Acha bwana. Kweli ameanguka Goliath. Haleluya! 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 Shetani anayepanga vita kwa maisha yako lazima ashindwe 2020. Vita vilivyosimama upande wako, nakwambia lazima ushinde vita. Sema amen. Nimemwambia Bwana akuinue. Nimemwambia Mungu akuinue. Nimemwambia Bwana akuponye. Nimemwambia Bwana akuinue, na Bwana atakuinua. Sema amen. Sema amen. Lazima uinuliwe na Bwana. Lazima uinuliwe na Mungu. Sema amen. Lazima uinuliwe na Mungu. Sema amen.
hata kama maisha yako yalikuwa chini, 2020 lazima uinuliwe. Goliath lazima ashindwe. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Nataka nikuambie, amini usiamini, sio wote wanaofurahia maisha yako. Unanisikia? Sio wote wanaofurahia maisha yako. Kama unakula vizuri, usifikiri watu wote wanafurahia unapokula vizuri. Unapoendesha gari, usifikiri wote wanacheka. Mzee wangu hapa, mzee wangu wa mtu wa karibu sana niko naye. Mzee wangu, mzee Mwakapeji. Mungu akubariki sana. Haleluya. Sio wote wanafurahia maisha yako, lakini Goliath lazima anguke chini. 2020 lazima ushindi upatikane. Haleluya. 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 Umejipanga? Umejipanga? Unajua hata vyama vya siasa huwa vinajipanga kwa ushindi, si ndio? Kuna chama kimoja kinasema hivi, wacha waisome namba Haleluya. Ule wimbo ni wa kujipanga kiushindi. Umejipangaje kiushindi? Umejipangaje? Sema amen. Mimi nataka kuambia, chezea kitu kingine. Usichezee maombi. Chezea kitu kingine. Chezea masufuria, chezea umeme, unaweza kukurusha kaangukia kule. Usichezee maombi ndugu yangu. Maombi inatisha. Fungo. Maombi ni yenyewe. Maombi ni zaidi ya katapila. Ni zaidi ya katapila. Maana maombi yanang'oa visiki. Maombi yanang'oa visiki. Maombi yanang'oa. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Unajua, ule ndio ulikuwa mwanzo wa Daudi kupata ufalme. Yaani pale ndio ulikuwa mwanzo wa Daudi kushinda. Watu wakaanza kuimba nyimbo za Daudi za ushindi. Wanawake wakaanza kusifu. Wanasema Sauli ameua elfu zake. Lakini Daudi Sauli akakasirika. Akasema, kimebaki nini isipokuwa ni kumpa ufalme tu. Huyu kijana huyu, naona nyimbo wanaanza kuimba. Daudi hakuwatuma kwamba wamuimbie, ila wameguswa. Wamejisikia raha. Haleluya. Ndio nakwambia hivi, Mungu atakapokuvusha katika yale magumu yaliyoko mbele yako, majirani na marafiki zako watakuwa wanaongea, anajifanya, hatujifanyi, ila Mungu anatufanyia. Haleluya. 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 Mwanangu Michael, Mungu anatufanyia. Mungu atakufanyia. Watu wengine wanabaki ndio imetoka. Haleluya. 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 I say, natamani kuendelea, lakini nataka nikuombee. Yuko bwana mmoja anaitwa Chinambatata aliyenihubiri kuokoka mimi mara ya kwanza. Huyu Chinambatata alikuwa ameokoka, anampenda Yesu. Miaka ya 80 huko. Miaka 79 hivi.
Unaona, akapita vijijini, alikuwa anapita kwenye vijiji anahubiri. Akanikuta anashuhudia habari za Yesu. Sasa siku moja jamaa walienda kwenda kumwangia. Walipofika kwenye nyumba yake, Mungu alifanya kitu cha ajabu. Wakakuta eneo lote ni bahari tupu, nyumba yake haionekani. Wakasema, hey, bahari imeanza lini jamani? Wakaondoka, wakaenda kujadili kwamba labda tuongeze nguvu. Wakaongeza nguvu. Walipofika siku ya pili, wakiangalia nyumba yake, nyumba ipo, lakini imeandikwa Yesu, 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 Yesu. Kila wakisogea karibu, wakisogea karibu kwenye ile nyumba, yale maandishi yanaongezeka, Yesu, Yesu. Wakasema, hey, huyu tena imekuwaje huyu tena? Huyu wa namna gani? Mwisho wa kuvumilia wakaenda wakamwambia, wewe unajua mchawi akikushindwa kabisa anaweza kukuambia kiutani. Anasema, hey, yaani wewe Mungu wako usimwache. Sasa nini sasa? Eti kuna watu walikuwa wanazungumza, walikutembelea usiku. Hapa walipokutembelea shangaa, wanaona Yesu, 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 Yesu. Jina Mbatata akataka kujua, akafuatilia, mwisho akasema, Bwana, tulikuja sisi. Akaambia, mimi sina irizi, sina mganga, ila nina Yesu Mwokozi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa imani lazima ushinde. Kwa imani 2020 utakuwa na afya tele. Kwa imani mauti haitakukaribia. Kwa jina la Yesu. Karababu shaintairi arabako. Simama pale ulipo.